Betty wasiwasi mkubwa, ameshamaliza kumuua Mr. Nick, akili yake imemkaa sawa, sio Suki tena ambaye yupo kwenye mwili wake. Marafiki zake wakamlazimisha sana, tuondoke Betty, tukimbie, hali ni mbaya wakati huu hapa, tukiendelea kusalia hapa hali itakuwa mbaya. Kipindi anaendelea kunyata huko kwa ajili ya kuondoka, kuna mtu mwingine tena alikuwa ananyata, huyo hapa bidada Amina au mimi. Lakini wakawa wameongea maneno mengi hapa kadhaa, lakini bidada huyo hapa akaamua kuuliza maswali kadhaa. Kwa nini nyie mnanyata hapa? Na wewe kwa nini unanyata? Kwa nini unaendelea kutembea namna hiyo hapa? Akasema kwamba mimi nimeamua kutembea hivyo kwa sababu kuna mambo tu hajakaa sawa, nilikuwa nimesahau kitu hapa shule. Nyie nini? Sisi tulikuwa tumekuja kujisomea. Sasa kwa nini mnyate? Wakajiuliza kisha wote wakaamua kuondoka mitaa hiyo hapo. Huu mzigo unakwenda kwa jina la The Lost Soul. Hii ni sehemu ya 3 kama hujaona ya kwanza mpaka ya pili ipo ndani ya peji. Ruka nayo damu yangu. Wakati huo hapa kesi ni nzito. Ameitwa Sabalo hapo, mlinzi wa hii hapa shule na mkuu wa shule hapa. Akawa anajieleza yeye kwamba akuepo kipindi mwalimu anauawa. Yeye alikuwa zake anakula, lakini kipindi amekula hali ya tumbo ikawa mbaya sana kwenye mwili wake. Akawa anahisi kuendesha, akawa ameingia chooni kama mara kadhaa, kisha akienda chooni akiendesha anarudi tena, akikaa anaendesha tena. Kwa siku nzima usiku wote alikuwa anaendesha. Mkuu wa shule akamwambia kwamba okay, hiyo ndio story ambayo utawapa polisi mara baada ya kuuliza kwa nini umefanya hicho kitu. Wapelelezi wameniambia wako njiani wanakuja hapa kwa ajili ya kupeleleza. Sasa cha kufanya usije ukaongea kitu chochote. Mr. Ajay asiongee mtu kitu chochote. Mimi ndo nitaongea na polisi kuhusiana na hii kesi tusije tukaingizana matatani. Kisha dakika hizo hapo polisi wakawa wamefika mitaipo, akamfikisha moja kwa moja kwa wanafunzi, akamtambulisha kwamba huyu hapa anaitwa detective, ni mheshimiwa Fande ambaye atakuwa pamoja na nyinyi kwa ajili ya kuwauliza maswali kadhaa mara baada ya mpendwa wetu hapa Mwalimu Nick kufariki kwenye haya mazingira. Kisha mahojiano yakaanza. Mwanafunzi mmoja akawa anafika mitai hapa. Unaitwa Dadi? Wewe ni Dadi, unamjuaje Mr. Nick? Mr. Nick ni Dadi kwako. Kwa nini Mr. Nick? Mr. Nick ni mwalimu ambaye tulikuwa tunampenda, ni mwalimu mpole, alikuwa anatujali sana. Kila mtu anakumbuka tukio ambalo yeye na Mr. Nick walifanya. Mahojiano yakawa mengi sana mpaka mwisho wa siku ikafika zamu ya Amina. Amina naye alikuwa hana majibu mengi sana. Akasema Mr. Nick ni mtu mwema sana kwake. Hakutaka kueleza namna gani alikutana na wale pale watu usiku wakiwa na nyata ule usiku ambao ulikuwa ni siku ya tukio la Mr. Nick. Baadaye kidogo marafiki watatu, X, bidada Dala pamoja na huyu mwamba hapa wakawa wamekutana mitaa hapa. Wakaendelea na stori zao kama kawaida hapa. Lakini wakati huo hapa Amina naye akawa amesogea mitaa hapa. Akawa anawaambia kwamba nitahakikisha kwamba nawaambia watu wote kwamba siku ambapo Mr. Nick anakufa nyinyi mlikuwepo eneo la tukio. Na wewe ulikuwepo eneo la tukio. Sasa kwa nini uende kutuchanganya? Betty akamsogea akamfokea sana huyo bidada mpaka bidada akawa ameondoka mitaa hiyo hapo. Wakati huo hapa tunatupo mitaa hapa nyumbani. Wameshafika bidada pamoja na huyu hapa mwamba X. Wakawa wanapiga sana story X pamoja na huyo bidada Betty. Akamwambia Betty, basi tuone huo mzimu uko kipanda wao unasemaje leo hii hapa, tuchunguze huo mzimu, tujaribu kuupandisha. Unawezekana ukaupandisha. Leo wanajaribu wao kuupandisha mzimu wao. Wakati huo hapa mwamba huyo hapa X akawa mwambia bidada upandishe huo mzimu. Kisha wakakaa style fulani kwa ajili ya kumpandisha huyo Suki. Akawa wamekaa hapo wakawa wanajaribu kuupandisha huo mzimu. Kisha bidada akamwambia lakini ukiona kuna time nataka kuifanya ukimbie, hamna shaka nitakimbia. Wakawa wanavuta leo hapa mzimu ukampeleka mpaka shuleni. Mara baada ya kumfikisha hapa shuleni akawa anamwambia huko, nini kinatokea? Umenileta mpaka shuleni, unanionyesha mazingira ule mti, lakini nipo shuleni sijui kuna nini kinachoendelea. Namuona yeye mwenyewe Suki akiwa amekaa chini analia. Okay, ananionyesha tukio la kumbukumbu nini kilichomkuta. Wakati huo hapa tunaonyeshwa kwenye hizo kumbukumbu za Suki zamani sana. Mwalimu alikuwa ametokea mitaa hapa, Mr. Nick. Akawa amefika hapa akawa anambembeleza ule dogo janja hapa. Anamwambia kwamba nini unalia hapa? Dogo janja akamwambia kwamba amefeli, sijui nini, kuna mambo hajakaa sawa, test hajawa sawa, lakini kuna watu wanamshawishi afanye vitu ambavyo yeye hajali. Mr. Nick akamwambia kwamba usijali, test nini, kila kitu kitakaa sawa. Lakini mtu akikulazimisha ufanye vitu ambavyo wewe hutaki, ambavyo viko nje ya misingi yako, akishaona endelea kusimamia misingi yako, hebu nenda. Kisha mwisho siku hapa bidada Suki akawa amekaa pamoja na huyu hapa bidada Betty. Akawa anashangaa, mbona mwalimu Nick alikuwa mwema sana kwako, kwa nini umemuua? Akasema ndio alikuwa mwema, lakini alipewa koleo na akachimba shimo kwa ajili ya kunifikia mimi, na alikuwa sambamba na watu ambao walinifanyia mimi ubaya. Ubaya gani wakati mimi nimeona mema tu? Kuna ubaya ambao upo licha ya kuona hao mema. Alihusika katika mauaji yangu. Alihusikaje? Yeye mwenyewe bidada Betty anajiuliza. Kisha Betty akarudi kwenye hali ya kawaida huko akiwa pamoja na X. Leo hii hapa mara baada ya mambo yote kuisha tunatupa siku iliyofuata Betty akiwa shuleni huko. Mambo ni yale. Story ni zile. Dakika hizo hapo bidada Amina akawa amesimama na kumfuata Sabalo, mlinzi wa hii hapa shule. Akamsalimia kisha akamuonesha video moja kwenye simu yake. Umeiona hii video? Umekuja na simu shule? Akasema sijaja na simu, nimekuja na huu ushahidi. Usiku ambao Mr. Nick anafariki wewe ulikuwa unafanya nini? Unakumbuka ulichokuwa unafanya? Ulikuwa umevuta jimama moja hivi hapa shuleni na ukono lilalua. Sasa siku hiyo ndo kifo kilitokea. Yaani ukaacha kazi au upo na demu wako? Akasema ndio nilikuwa na demu wangu, lakini sikuwa najipoza tu. Kwani wewe vipi? Akasema sawa, ndio hiyo siku mimi nilikuwa
kodi. Lakini kipindi wewe upo unaendelea na hiyo mambo, kipindi hicho sasa mimi nilikutana na X naye akiwepo mazingira haya. Sasa wewe unatakiwa ukawaambie madetective wachunguzi wa hii kesi ya kwamba X alikuwepo kwenye haya mazingira. Huyu bidada anaamua kumsemelea X kwa sababu X anahisi ya kwamba amehusika katika kumfanya Mwamba Jackson aparalyze kabisa mara baada ya kumpiga. Hiyo basi huyu bidada ameshamwambia kwamba X anahusika na hii kitu. Baadaye kidogo watu watatu wa marafiki wakiwa mitaa hapa, wale madetective maafande wengine wanaendelea na uchunguzi wakawa hapo mitaa hapa, wameshaelewa kwamba X anahusika kwa kiasi fulani na usiku wa tukio alikuwepo. Basi mwisho siku wakawa wamemfuata X mitaa hapo. X kuona anakuja wakaamua kuigiza kuendelea kwamba wapige story kuhusiana na kifo cha Mr. Nick wala nini. Hiyo basi wakawa wanajichekesha tu na kupiga story za mitiani hapa. Wakafika wakamchukua X. X hajafanya kitu, wakajaribu kumtetea sana marafiki zake, lakini X akachukuliwa hapa na kupelekwa kwenye chumba cha uchunguzi. Lakini udogo janja leo hapa akapelekwa moja kwa moja mpaka polisi huko. Wakati huo akaacha hao watu wakiwa wanaendelea kulalamika huko. Sasa nini kinachoendelea? Tutafute suluhisho. Lazima tujue namna gani tunamtoa X huko polisi. Lazima X aondolewe kule. X hana evidence yoyote. Hawana evidence ya kumkamata X kwa nini amehusika na kifo. Lakini pia sisi lazima tupambane. Sijui atafanikiwa kumtoa X na X atajulikana kahusika na mauaji au X atasema kwamba anahusika na mauaji ni huyu bidada Betty. Sehemu ya 3 inaweza kuwa na majibu yote hayo. Mimi ni Top MC, man msafe man from the series. Endelea kusimama na mimi mwanzo mpaka mwisho mwa hapa mzigo, au sio mwanangu?